Nadhani Waislamu wanatakiwa mara kwa mara wapewe nasaha kuacha kuvuta sigara. Sio kuwatuma watoto tu, bali wao wenyewe pia wasinunue sigara na kuvuta. Ni haramu, sigara zimeharamishwa na Uislamu. Mtume sallam ametuhalalishia mambo mazuri, vitu vizuri, akatuharamishia vitu vibaya. Uislamu unahalalisha vitu vyote vizuri na kuharamisha vitu vyote vibaya. Kwa hiyo wanatakiwa Waislamu wawache mambo hayo mabaya yaliyoharamishwa na Uislamu. Sigara zina madhara, hakuna shaka kwamba sigara zina madhara. Kwa hiyo kumtuma mtoto pia ni kumdhalilisha mtoto yule na kumuhimiza naye avute sigara moja kwa moja. Hiyo ni da'wa, unawapa da'wa watoto kwamba sigara ni halali. Unapomtuma mtoto wako sigara, moja kwa moja umehalalisha haramu. Na kuhalalisha haramu kwa Muislamu ni hatari. Jambo limeharamishwa na Uislamu ukalihalalisha ni hatari kwa Muislamu. Anaweza akatoka katika dini kwa kuhalalisha haramu. Jambo la haramu likiharamishwa linakuwa haramu ila yaumil qiyama. Usijaribu kuhalalisha haramu. Kwa hiyo kuvuta sigara ni kuhalalisha haramu iliyoharamishwa na Uislamu. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa mara kwa mara wapewe nasaha hivyo. Mbona wanavuta sigara kama ni halali? Waislamu mbona wanavuta sigara kama ni halali? Uislamu kuvuta sigara sio halali. Uislamu unaharamisha sigara kwa sababu sigara ina madhara. La dharara wala dhirar, hadithi ya Mtume. Hakuna kudhuru wala hakuna kudhuriana. Uislamu unaharamisha kila jambo linalodhuru. Sasa anayevuta sigara atuambie sigara haina madhara. Kwa dalili gani haina madhara sigara? Lakini sigara ina madhara mengi. Maulama wana rasaili wametunga kuelezea madhara ya sigara mengi tu, na hakuna Muislamu asiyejua madhara ya sigara, wala hakuna kafiri asiyejua madhara ya sigara. Kwa Waislamu wenyewe watakiwa wapewe nasaha wawache kuvuta sigara. Licha ya kuwaamrisha watoto kuanulia sigara, wao wenyewe wawache, wasifanye dawa hiyo kuwafanyia dawa watoto wao kwamba kununua sigara, kuvuta sigara inafaa. Watu wanavuta sigara majumbani kwa kujificha. Wale ambao wanaona aibu kuvuta waziwazi wanavuta sigara nyumbani kwa kujificha. Watoto wanawaona, wake zao wanaona. Kwa hii ni dawa mbaya. Wanawalingania vibaya watoto wao, wanawalingania vibaya wake zao kwamba sigara zinafaa. Mbona mke akivuta sigara sasa wamkataza? Mke akivuta bangi mbona wamkataza? Kuna farka gani baina ya bangi na sigara? Zote ni haramu. Hakuna farka. Hakuna sigara ni halal, bangi ni haramu. Zote ni haramu. Sawa sawa. Bangi na sigara ni sawa sawa. Kwa mnafanya da'wa mbaya kwa familia zenu. Waislamu mnafanya da'wa mbaya kwa familia zenu, kuvuta sigara. Watoto wenu mnawaharibu. Na ndio maana Mtume sallam anaelekeza lawama kwa wazazi, ndio wanaowaharibu watoto wao. Kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Mtoto akivuta sigara, hiyo ni dawa ya baba yake. Baba yake ndiyo alimpa sindikizo na kumuhimiza afute sigara, kwa vile kumtuma sigara mara kwa mara, kwa vile kuvuta sigara mtoto anaona, mtoto anaiga wazazi. Kwa hiyo wazazi wenyewe ndio wanaochafua watoto wao, wakavuta bangi, wakala miraa, ni wao wazazi wenyewe. Kwa tuache Waislamu kuvuta sigara. Sigara zimeharamishwa na Uislamu. Sigara zimeharamishwa na hao makafiri wanaozitengeneza sigara. Wanaandika sigara zinadhuru afya yako, wanaandika katika maboksi ya sigara. Kwa Waislamu sigara ni haramu, haijahalalishwa hata na Uislamu. Hata na mwanachuoni mmoja hajahalalisha sigara. Na kuvuta sigara ni tahlilul haram, ni kuhalalisha haramu, ambalo jambo hilo ni la hatari. Muislamu unaweza ukatoka katika Uislamu kwa kuhalalisha haramu iliyoharamishwa na Uislamu. Naktafi bidhalika, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.